Na Kakanik, ni kwamba hapa katika kaunti ya Mombasa, kinyume cha yale ambayo umeweza kusema kutoka kaunti ya Uasin Gishu, sawa na kaunti ya Nyeri, hapa katika kaunti ya Mombasa tumeweza kutoka katikati mwa jiji la Mombasa na kuja hapa katika maeneo ya Kongowea, hapa katika kituo cha mabasi cha Lights, ambapo kama unavyoona hapa shughuli zinaendelea kama kawaida. Kutoka mjini kuja hapa katika maeneo haya hakuna shamra, hakuna mishemishe ya aina yoyote, kila mmoja anaendelea na shughuli zake kama kawaida. Na hapa nilipo pia wapo wa Kenya kutoka tabaka mbalimbali wanafanya biashara hapa. Labda unipe fursa niweze kuzungumza nao ili tuweze kupata hisia zao. Nipo na bwana mmoja hapa, nafikiri ni dereva katika eneo hili. Majina yako, alafu tueleze kwamba Rais Uhuru Kenyatta sasa ni rais mteule. Maoni yako kuhusiana na uamuzi wa mahakama ya juu zaidi. Majina mwanzo. Kwa majina, mimi naitwa Bwana Munji. Mimi mkazi wa Kisauni. Kulingana na majibu yenye yametoka leo na uamuzi wa koti uliotoka, sisi kama wana NASA na ngome ya NASA hasa mkoa wa Pwani hatujaridhika hata kidogo. Na ninasema hivi kwa niaba ya Wakenya wote, kama kungekuwa na uongozi mzuri tangu miaka hii yote 50 na kufikia saa hii, mkoa wetu wa Pwani saa hii hatungekuwa na university moja ya Pwani ambayo miaka 5 iliyopita. Sisi hatujaridhika na uongozi na hatutaridhika, na hata tulikuwa tunatarajia Maraga atupe uchaguzi wa kueleweka wenye candidate ambaye ndo alikuwa amepelekwa kotini kupinga hiyo haki. Lakini sasa ni kama uongozi na haki ya nchi imekuwa raped. Mimi nikuulize sasa, uamuzi umekwisha tolewa. Kama Mkenya wa kawaida, kuna wale wanaridhika, wengine hawajaridhika. Wewe kwa maoni yako, kwa kusonga mbele, ni mwito gani labda unaweza kuwa nao kwa Wakenya kwa ujumla? Kwa mwito kwamba tutasonga mbele, sisi hatutasonga mbele. Sababu saa hii tunavyosema tumeathirika kiuchumi. Na saa hii wenye wameingia viongozi, saa hii wataangalia mwanzo maswala yao. Ni bado ni hao. Maanake tunasema situ bado ni ule. Wale wanyanyani ni wale. Kwa hivyo bado hakuna kitu tunafanya. Sisi hivi ninavyoongea mimi kama mkazi wa Pwani, sasa hivi naenda miaka 38 na sasa hivi kitu cha kunishangaza, badala ya Pwani kuna bahari, tununuliwe meli angalau ibebe mahindi, ushuru angalau itakuwa iko chini, tunaelekea reli na Kenya iko na bahari. Hapa Mombasa tuko na bahari, kwa nini tusinunuliwe meli tunaletwa reli itanifaidisha mtu wa Bamba huko aende afanye nini? Asante sana. Naam, shukrani sana. Labda wewe kama Mkenya wa kawaida, kama unaweza kusonga hivi mbele kidogo tu, majina yako alafu maoni yako kifupi kuhusiana na uamuzi wa mahakama ya juu. Sawa, mimi kwa majina naitwa Mischiro, natoka kaunti ya Kilifi. Kulingana na uamuzi wa mahakama ambao umetolewa, mimi kiupande wangu sikubaliani nao juu sasa hata ukifuata mambo ya katiba vile inaongea, huwa constituency moja isipopiga kura uchaguzi huwa yatakana disqualify. Lakini sasa kulingana na uamuzi uliotolewa, wao ni uamuzi wa Maraga na watu wa Jubilee, lakini sisi watu wa NASA hatukubaliana na uamuzi huo. Na labda kwa kusonga mbele, jinsi nilivyomweleza mwenzako, wewe unaona ni nini ambacho labda kinaweza kuunganisha Wakenya? Maana wewe unasema hujaridhishwa, kuna wale walioridhika. Sasa kulingana na maoni yangu mimi, kama ningeulizwa mimi, afadhali kila mtu angerani kwake, yule arani kule kwa ambako yapendwa, wengine nao wafanya mambo yao kivya. Yani majimbo ndio unaona ndio itakuwa suluhisho, kwa sababu sasa vijana hawana kazi wako nazo wao. Unaona sasa huko sasa ni mambo ni hivyo, sisi tuna hustle, tunafanya tu riziki tu kila siku, lakini hakuna maendeleo ambayo tuko na barabara na yeye kutoka 1963 kuna mabadiliko yote ya barabara. Asante sana. Labda niweze kupata mwanadada iwapo anaweza taka kuongea na sisi, lakini mami njoo tu tuje tuongeleshe. Njoo tu mami hapa. Niki iwapo unaweza tupa dakika moja tu tupate jinsia nyingine. Mama njoo, mpisheni tu mama. Labda dada, niambie majina yako alafu uamuzi wako, maoni yako kuhusiana na uamuzi wa mahakama kwamba Rais Uhuru Kenyatta sasa ndiye rais mteule na anasubiri kuapishwa tu. Naitwa Dolphin kutoka Mombasa. Uamuzi wa koti mimi bado nimekataa. Raila atabaki kuwa president wangu mpaka kufa kwangu. Haya, asante sana. Labda wa mwisho tu mzee, na kuona uko hapa tu. Songa njoo hapa tu kidogo. Wewe maoni yako kuhusiana na uamuzi wa mahakama ya juu? Uamuzi wa Maraga mimi sijakubaliana nao. Uamuzi wa Maraga sijakubaliana nao.
Asikia kwa sababu gani? Kitu ya kwanza wakisema Uhuru alipita, hiyo kura tarehe 26 ni constituency ngapi ilipiga kura? Wengine hatukupiga kura. Sasa mimi tayari kiambia Uhuru wangu ni president wangu ni Uhuru. Nakataa sababu mimi ni mpwani, sikupiga kura. Kwa hivyo nakataa uamuzi wa Maraga. Siwezi kubali kuwa Uhuru ni rais wangu. Rais wangu ni Raila mpaka kufa. Asante sana. Labda wewe maoni yako wa mwisho. Mimi maoni nasema hivi, katika Kenya wakati tunataka Kenya ile tunakuwa pamoja. Hatutaki Kenya ya fujo upande huu na upande huu, vile tumeona Nairobi watu wanakatana mapanga. Hatutaki kuona kama nchi nyingine zile vile watu wameuana. Tunataka Kenya ile tumeshikana pamoja. Kama umepata kijana yoyote, ule kijana hata akilala njaa lakini anatembea katika nchi kama yuko na amani. Hii habari ya fujo ndio tunataka, hata kama Uhuru ataapishwa, aapishwe na ili nchi awe na amani. Hiyo ndio naomba, amani iwe Kenya. Yule ataingia atatuongoza, wote ni wananchi wa Kenya. Wote, mtu yeyote anaweza kuwa kiongozi. Hiyo ndio, lakini amani ndio iwe tuwe nayo katika nchi yetu ya Kenya. Na labda wasia wako kwa Rais Uhuru Kenyatta hivi kwamba ni kwamba inaonekana taifa ni kama limegawanyika. Wasia wako kwa atakapochukua madaraka haya kwa muhula wa pili, anapaswa afanye nini ndio Wakenya waje kwa pamoja? Katika upande wangu, kugawanyika kwa Wakenya, yeye angerudi chini tu, achukue Wakenya, atafute vile anaweza kuwaunganisha pamoja, ili Raila mwenyewe amwachie nafasi Uhuru aendelee mpaka 2022, ili kama atachukua pale 2020, ataamua kuchukua 2022 ni sawa, lakini wakati huu ngojea wakati huu tuachia tufanye amani, tukaa amani. Asante sana, asante sana. Naam, nika hapo kuna rabsha kidogo. Inabidi nimkatize. Tafadhali. Naam, nika hiyo ni maneno tu ya wakazi wa kaunti hii ya Mombasa. Wameonyesha kutoridhishwa kutokana na bwana jinsi alivyoweza kusema ni kwamba watu wauje kwa pamoja, lakini kuna wale ambao hawajaridhika kutokana na yale ambayo alija kuyasema. Na ni cheche tu za baadhi tu ya Wakenya hapa kutoka kaunti ya Mombasa wakionyesha jinsi hawajaweza kuridhishwa na ule uamuzi wa mahakama ya juu, na ikifahamika kwamba hii ni ngome ya NASA. Waliweza kumpigia kinara Raila Amolo Odinga katika uchaguzi wa Agosti 8 kura nyingi tu. Hivyo basi labda ndio maana yake wanazidi kumpa pambaja kinara Raila Amolo Odinga. Nicolas Sombua.